Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana wote mnaonitazama. Mimi naitwa mtumishi Fredrick Chagoa. Nipo hapa kwa ajili ya kuelekeza baadhi ya mambo machache, hususan kuna jambo muhimu ambalo limetokea au limezuka katika nchi yetu. Swala la watu kuibuka na kusema kwamba eti mtu akikushika bega, atakapokuwa amekushika bega basi ukiangalia sehemu zako za siri zitakuwa zimeondoka. Jambo hili naomba ieleweke kwa namna ifuatavyo nitakapoelezea. Kitu cha kwanza cha muhimu, sisi sote wa Tanzania kwa pamoja bila kujalisha dini au itikadi fulani ni muhimu kutambua kwamba tumepewa akili na Mungu ya kuweza kufikiri, ya kuweza kujitathmini sisi wenyewe na ya kuweza kujiweka sawa sisi wenyewe. Kwa hiyo haiwezekani mtu akaibuka tu kutoka huko alikotoka akasema kwamba eti mtu akimshika mwenzake bega alafu sehemu za siri zinapotea tu. Lazima tuhoji, yani ni kwa namna gani hizo sehemu za siri zinaweza kupotea, na ni kitu gani kinaweza kusababisha mtu amshikapo bega mwenzake hizo sehemu za siri zinaweza zikapotea. Lakini pia tuhoji ni kwa namna gani hizo sehemu za siri zinaweza kupotea. Lakini tujue pia hata njia ambayo imetumika sasa kwa namna tofauti kuhakikisha kwamba huyo mtu mmoja akimshika bega mwenzake basi hizo sehemu za siri zitakuwa zimeondoka. Tukiwa watu wa kutathmini, tukiwa watu wa kujiuliza na tukiwa watu wa kujidadisi sisi kwa sisi, basi tunaweza kupata majibu thabiti alafu tukaondoa taharuki katika nchi. Lakini mimi niseme binafsi kama mimi sasa kwamba kitu hicho hakipo, wala hakuna mtu anaweza akamshika mwenzake bega na nyeti zake zikaondoka. Hii kitu si sahihi kabisa. Na taharuki hii inaweza kusababisha migongano baina ya sisi kwa sisi, ugomvi baina ya sisi kwa sisi, pasipokuwa na tathmini ya kutosha na kujitathmini na kujiangalia si wenyewe na kuona kwamba jambo hili ni sawa au sio sawa. Si kila kitu cha kuamini. Hata kile cha kuamini ni muhimu sana. Tufike mahala tuwe na uwezo wa kureason. Sio tu unaamini, lazima unachokiamini ukipe reasoning power. Hapo ndipo sasa uthabiti wa imani yako utakuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, swala hilo halipo, na ninaomba kabisa na naomba Watanzania wote tupendane jamani, tuwe na amani, tuwe na mshikamano, tuwe na umoja, tuwe na ushirikiano. Pasitokee mtu yeyote wala mahala popote akafika mahala katika taifa letu akatutenganisha kwa namna yoyote au kwa njia yoyote. Taifa hili ni moja, sisi sote wa Tanzania ni wamoja, na nchi ni ya kwetu, na sisi ndio wa kuipenda nchi yetu. Hakuna Mtanzania anayemtakia mwenzake jambo baya. Ninaomba ifahamike hivyo kwamba huo ni uzushi na hakuna kitu kama hicho. Na kuna mahala pengine wamesema wanasema kwamba mtu mmoja akamshika mwenzake alafu alipotazama sehemu zake za siri akaona kama sio zenyewe. Yani zipo lakini sio zenyewe. Mimi nataka niwaambie hoja ya msingi. Kitu chochote ambacho umekipanda kwenye akili yako, kinachokuwa kinasubirika hapo ni kuvuna kile ambacho umepanda kwenye akili yako. Sasa tufahamu pia namna akili inavyoweza kufanya kazi. Je, nikiambiwa jambo fulani alafu lile jambo nitakapoambiwa nilifanye hilo jambo, nini akili imepokea? Kwa akili imepokea hilo jambo kwamba ukiguswa bega nyeti zinaondoka. Kwa hiyo hicho ndo alicho conceive kwenye akili yake. Kwa hiyo unapofika mahala una perform kumgusa, anapojiangalia sehemu zake ataziona tofauti. Kinachoonekana utofauti wa nyeti sio nyeti tofauti, bali ni akili ndio inao determine utofauti wa sehemu za siri. Kwa hiyo ndugu zanguni, mambo yote yako hapa. Tuache mchezo, tufanye kazi.